Usile. Ni sauti ilisikika. Ilikuwa ni ya huyu mama. Huyu mama ni mamake wa kambo huyu binti. Huyu binti anaitwa Ingo. Huyu binti kila wakati alikuwa anafanya kazi ngumu, yani ni ngumu kwa kila muda. Na huu muda alikuwa ni muda wa kula. Wakati anapojielezea, mama haelewi. Huyu mama anamnyanyasa kweli kweli. Yani akamnyang'anya chakula, akaanza kuhesabu hadi zile nyama zilizokuwemo. Yani ni 1 2 3. Umekula nyama 3 zote hizi. Yani kama nyingi hivi. Binti akafukuzwa na akatolewa pale. Yani ni hakuna kupumzika. Akiwa ameenda kufuata maji, kuna mwamba mmoja huyu hapa. Huyu mwamba ni Prince. Na huyu Prince amekuwa akimtongoza kinoma huyu binti, lakini binti ana msimamo na hataki kuelewa. Akamwambia, yani nitakufanyia kila kitu ukinikubalia. Binti anamwambia, unataka tu unichezee, uniache kama wanaume wengine. Mshikaji kabidi ashuke amfuate binti. Akamwambia, hapana, unavyoona hivyo, yani mimi namaanisha kweli na usinikatalie. Yani nikiamua nitafanya. Binti akaanza kujitetea pale, akasema usifanye hivyo. Usitumie mamlaka yani kunilazimisha bana. Mshikaji alivyosikia akasemaje? Sio hivyo. Namaanisha mimi nakupenda kweli na sitaji kukuchezea. Na ninavyokuambia hivi, na ninaweza kwenda hata kujitambulisha kwa mama yako sasa hivi. Tena tupande kwenye gari nikupeleke nyumbani kwenu na nikajitambulishe. Binti alivyosikia, akaingia kwenye mdinga, akaamua kukiamsha. Upande wa pili tunamwona mdada mmoja anaitwa Precious. Yani huyu Precious ni sawa na jina lake, anatia wamama watu pressure kwa kutoka na mabwana zao. Yani ni kuachuna. Akishawachuna na kuja kumpa mamake umbea. Leo nimemweka yule mbaba, nimemwendesha akili kama boya. Mama wewe, oyo, watu wewe. Yani ni umbea tu. Sasa wakawa wanapiga story, wanashangaa Prince anaingia. Tena anaingia na Ingo huko akiwa na hofu. Mama karibu sana kijana wangu. Kasalimiana pale, akamtoa dogo akamwambia, "Kalete kiti huko bana." Baada pale akamwambia, "Bana, huyu ni binti yangu." Huyu binti anaporudisha kiti, akatambulisha, akamwambia, "Huyu ni mamangu na huyu ni dada yangu." Jamaa pale akaangalia, akaitikisa kichwa, akasema, "Okay, sasa sikia huyu binti anasema mimi ndo naitwa Pressure aka Prepetua, cheki hata nyuma ninaita." Huyu binti bana, hata aibu bwana. Binti akatolewa pale, akaambiwa kaandae jikoni. Wakati ameondoka, mama si akaanza kampeni, mshikaji aelewe, yeye anamwangalia tu binti kule. Ikabidi akae na yule binti atoke. Baada ya pale mama akaanza kuambiwa, mzee anamwambia kwamba mimi kiukweli nimetokea kumpenda binti yako na ninahitaji kumuoa. Yani nipo serious kabisa. Yani akajielezea juu ya hisia zake. Mama akakubali, lakini kamoyo kako ovyo tu yani. Binti sakaleta matunda. "Karibu Prince." Kwa madaa zaidi, Prince yuko busy anamchungulia huyo binti Ingo amuone. Mama akamwambia, "Unamwona binti yangu ni mzuri. Uwe naye." Akampa tunda bana. Mshikaji akaona kama anamchelewesha, akaamua kuaga na akakataa kula tunda na akaondoka zake. Baada ya kuondoka, binti si akaitwa, wakaanza kumbambikia kesi. Mara umechukua mchumba wa binti yangu. Yani binti yangu dada yako. Mama akutia pressure bana, akapanda pale na matusi, akasema tena mamako mchawi. Binti alivyosikia, "Msimseme mamangu mchawi tena koma." Oya, sio akamfuata. "Kwa unatufokea kofi." Mama akamwambia, "Itamvua wewe. Mvua njoo. Yani wewe tena koma." Upande wa pili tunamwona Prince. Prince alikuwa anampa habari babake. Anamwambia, "Mimi nina binti na nimetokea kumpenda na nahitaji kumuoa." Ilikuwa ni habari njema kwa kweli. Make mfalme, unajua masuala yao yamenyoka hivi. Takiwa kijana hapa aoe, ulisi unakaribia, si unajua anatakiwa aitwe babu amezeeka. Usiku binti akiwa na mawazo, kuna kijana mmoja. Huyu kijana ni kijana wa kwenye hii familia ambao anamtesa kweli kweli, lakini alikuwa karibu na huyu binti na alikuwa anampa moyo sana. Yani kila alipokuwa anapitia shida, alikuwa anamfariji sana. Bwana, sio kila mtu atakuonea tu. Wengine wanakupenda. Pale matani nini, akamfariji. Kesho bana asubuhi, binti akaitwa kwenye mjengo, kapewa kuku pale analishwa, anaona aibu. Baba mkwe amekaa anaangalia, akaziba eti mdomo. Yani wanaika movie ndani ya movie, akala pale. Baada ya pale wakarudi nyumbani, akakaribishwa, akamshukuru sana Prince. Akamwambia, "Nashukuru sana kwa kuku." Yani shukrani zilikuwa nyingi. Si unajua anapewaga nyama 3 tena anaambiwa nyingi. Pale muda sio mfupi, akaja mshikaji bana, yule ndugu yake. Akamwambia, "Bana, nilikuwa nakutafuta sana." Akamwambia Prince, "Bana, mimi naomba umlinde sana huyu dada wangu, maana nampenda sana." Prince akamwambia, "Bana, usijali. Mimi hilo nitalifanya kikamilifu." Lakini Prince kwenye nyumba mshikaji akataka kusema siri kwamba
mama anampigaga binti akakausha hapo, akamwambia hebu geuka huko, mimi nataka nimkumbatie Prince. Akakumkumbatia Prince bana pale, baadaye akaondoka. Baada ya pale wao bana walikuwa wanampangia yule binti, wanataka wamfanyie tukio. Mama yani ameng'anka, wanasema wakulia hivyo. Yani mimi hapa nitapofua hata macho yake. Yani kwanza namchukia huyu binti. Binti akiwa amekaa anafanya usafi, kuna mwamba mmoja akaingia. Mwamba simuelewi hivi, akamweka chini pale, akawa anataka kumbaka. Princess akaingia, akamkuta yule kijana, unafanya nini humu? Jamaa yule akaamua kukimbia. Alivyomshika binti, anasikia binti kama upepo haupo, yani inamaanisha kwamba kama amekata umeme hivi, yani amezimia. Baada wale wakafika, akauliza amemwona mtu hapa? Huyo aliotoka, huyo ni bwana wake. Lakini Prince hakuamini kwa sababu alikuwa anamwamini sana huyu binti. Akamwambia huyu binti yetu yani anapenda sana kutoka na wanaume. Yani anatoka na wanaume. Mama naye akadakia akasemaje? Na tena huyu sipangalia atakupa UTI, kisonono, kaswende na yonko ndo sijui ni ugonjwa gani huo. Baada ya pale Prince akamwambia naombeni mumwangalie sana huyu binti, tena muwe makini sana. Prince akaamua amwache binti, akaondoka zake. Walivyoachwa pale bana, wakawa wanafungwa wanaongea, walifurahi sana, wakajua wamewini. Siku iliyofuata binti akaenda pale Ikulu, akaenda kumfuata Prince, akamwelezea bana, mimi yule mtu mwenyewe hata simjui. Lakini Prince akamwambia mimi na wasiwasi na ndugu zako, kuwa nao makini sana. Lakini usijali kwa sababu hata daktari anasema hajanifanya chochote wala hajatoa bikra yangu. Kumbe binti bado, yani bado kitumbua, bado hakijadondokewa na mchanga ise. Mshikaji pale akaekwa vizuri. Baada ya siku nyingine binti akawa na haga anataka kwenda kwa Prince, lakini mama akamwambia, "Hebu nenda na huyu mwenzako ili awe anakuangalia. Maana tunahisi siku hizo unapita pita tu kichepuka huko, maana haueleweki wewe naye, sijui ushavunjishwa." Hiyo tu ilikuwa ni sababu tuende na yule binti. Walivyofika Prince akawapokea. Aisee, huyu binti leo alikuwa amevaa vizuri kiheshima, sijui ana nini hapa. Kumbe na kaka mtu naye alikuwa amefika huku. Yani familia nzima yani kama wamenogiwa na life la huku. Maskini wameokota dodo, yani ndo naambiwa aisee. Binti akaanza kuzungumza pale, haelewi. Baada ya pale akamwambia kweni huru hapo mjisevia mnachotaka. Huyu dada si akaomba bana, mimi naomba niende chooni, akaelekezwa huko juu. Huyu dada uweze amini, baada ya kwenda chooni sasa akaingia kwenye chumba cha mfalme, akaanza kupekua madude. Sasa wakati anapekua hivi, huku jamaa akapigwa na machale huyu kaka yake. Maana anajua usisteli ni mambo ya mieyusho, yani ni mizingua kinoma yani. Akachungulia akakuta amechukua ile bracelet ambayo ni bangili anatakiwa avae mfalme. Akarekodiwa. Yani huyu sister, yani hata ogopi. Yani ndo siku ya kwanza tu kaingia, ameanza wizi. Akaweka kwenye pochi, alafu akakaza akakausha. Sijui ana mpango gani. Baada ya pale mchizi akarudi. Hivi ulikuwa wapi? Wewe maswali gani hao unaniuliza? Hamna tu. Sasa upande wa pili huko Prince akiwa amekaa na bebi wake, mfalme akaja akasema kwamba nimebiwa bangili yangu. Kijana akasema sijui. Akasema itakuwaje? Huyu na wasiwasi na hao watu. Dada mtu akadakia kwamba itakuwa pale ambapo ile dada alikuwepo. Yaani akakaa kama anamsingizia mwenzake. Si wakawatuma watu waende wakaangalie. Watu walivyoenda kuangalia bana, wakakuta ni haipo. Baada ya pale, yani kukaa kuna mashaka. Huyu binti akashangaa. Lakini mtoto wa Prince akasemaje? Mimi na wasiwasi sana. Yani na wasiwasi sana na huyu binti. Huyu binti mimi na wasiwasi naye. Maana amemsingizia mwenzake, lakini huyu mimi na wasiwasi naye. Ile binti akasema mimi na wasiwasi na wewe, wakukague. Wanikague mimi. Wachukue hata pochi yangu tu. Wachukue hata pochi yangu. Yani wachukue hata pochi yangu tu wakague. Wakipata wachukue, lakini mimi sio mwizi. Cha ajabu walipofungua wakaikuta ile bangili. Binti alishangaa, "Wewe jamani, sio mimi, watakuwa wameniwekea." Baada pale walinzi wakamchukua wakaondoka naye. Ilikuwa ni aibu aisee. Mama akapatwa na hasira, akaamua kwenda kufanya tukio, akakimbia. Amefanya tukio gani? Baada ya muda mfupi akaja kaka mtu kuangalia ndani, akatoka akapiga yoi, mama. Akaita kila mtu lakini hakusikia. Upande wa pili tunaona taarifa, huyu jamaa anapewa na daktari. Anaambiwa hivi, mpenzi wako kwa jinsi alivyopigwa alishambulia kichwani, tena kwenye ubongo wa nyuma. Yani hataweza kuona kwa sasa hivi. Labda tujipe muda. Mshikaji kamuuma, akamleta binti pale, akamwambia naombeni muwe na uangalizi sana juu ya huyu binti kwa sababu nampenda sana. Mama ni lakini hauwezi kuamini. Yani hii nyumba, baada ya pale wakiwa wamekaa siku moja,
Prince anasubiri pisi yake, lakini mama anamwambia tu atakuja. Ghafla anakuja huyu binti. Huyu binti kumbe alisamehewa bana. Anakuja pale analeta matunda, mshikaji akamwamsha, naomba utoke hapa tu kwa heshima, nenda ukakae kule. Mama pale akana mwangalia binti yake, anampigia debe, anamwambia, "Sasa utawezaje kuoa kipofu? Sio chukue binti yangu mzuri cheki na gauni lake la kupapa kama malaika mzuri huyu. Huyu anaweza kuwa princess yani mke wa mfalme." Jamaa akamwambia, "Mama usinivunjie heshima. Tena unikome kabisa, naweza kukufanyia kitu kibaya. Tena wewe mama wewe mama." Maanisha ingekuwa ni mimi moyoni, wewe mama wenzengenyaji. Mshikaji akamaliza akaondoka zake. Huku nje Prince alikutana na bebi wake. Bebi wake anamwambia, "Kwa nini usitafute mwanamke mwingine? Mimi siwezi kuwa mke wako kwa sababu kwanza sioni na sikizi." Mshikaji alivyosikia alimind. "Unasemaje wewe? Hivi unajua ni jinsi gani mimi ninavyokupenda? Unajua wewe ni nafasi gani uliyochukua ndani ya moyo wangu? Unajua wewe umekalia kwenye ini gani kwangu?" Yani maneno yalikuwa mengi. Huyu jamaa anampenda huyu dada. Yani watu wana bahati. Kamwambia, "Bana wewe ndo mke wangu na kuanzia leo tutaenda kukaa nyumbani pamoja." Huku nyumbani wakawa wanalalamika kishenzi. Yani wamepanga njama, wanataka wakamfanyia kitu kibaya yule mwanadada. Yani mama hawa na huyu mtoto wana roho mbaya. Yani ingekuepo mimi, yani ndo yule malaika Gabriel, ningepiga hata kisu la kichwa. Ndio maana nikawa mwanadamu tu. Huku bana binti bana ameshatengenezwa bana, amependeza. Yani sasa hivi anakaa kifalme. Mapenzi yamenoga, mshikaji ndo kadata kabisa. Baada ya pale akaja kwa mzee wake, anamwambia, "Huyu binti yetu sasa hivi ana mimba." Kuna baba mmoja hapa alikuwa mbea huyo. Amesikia mimba akasema ipo. Yani imo. Baada ya pale akapewa mambaraka nini pale. Siku iliyofuata hapa anaonekana mama yake na huyu binti, yule mama wa kambo na mtoto wake, wakiwa wanaomba msamaha, tena wanaapa kwa jina la Mungu kwamba hawatarudia makosa yao. Baada ya pale Prince akatoka na huyu bebi wake. Yani hao waamini wale. Lakini binti anawatetea kweli kweli. Tena anamwambia, "Kwa nini unawatetea sana? Unajua atakusababishia matatizo." Binti analalamika, anasema, "Ndio familia yangu, ndio damu yangu iliyobaki. Tuwape nafasi tu ya mwisho na kuomba tafadhali." Jamaa akamwambia tena, "Sasa usiingilie kwenye maneno yangu. Mimi nakulinda wewe kama mpenzi wangu." Baada pale binti akawa amebaki mwenyewe. Binti si akadondoka bana. Akadondokea kichwa. I say wakampeleka hospitalini. Baada ya hospitalini akarudishwa nyumbani. Sasa watu waliokuwa wakimwangalia ni hawa ndugu zake. Yani namaanisha mama yake wa kambo pamoja na yule binti. Binti anajisikia furaha kweli kweli. Tena akamwambia ana mimba. Yani walivyosikia hivyo ndo wanajisikia vibaya. Sasa wakamletea matunda na yenyewe ana mende. Hawa watu hawakomi. Baada ya pale binti sasa akaenda chooni kule kualisha. Wakinawa maji, wananawa maji yani maji wananawa ya mkono, wanamletea na kunywa. I say, nakumbuka ana mimba. Hawana huruma hao watu. Sasa baada hapa wakamwambia anatakiwa ampeleke akale. Baada ya pale wanamwaga maji chini ile akanyage ateleze. Lakini binti Mungu alivyomsaidia bana, nakwambia Mungu sio Asumani. Asumani ni baba yenu tu. Akapita pembeni wala kukanyaga maji. Walimaindi kishenzi. I say, sio kila mtu kule anakupenda. Masaa yalizidi kusonga, wakaanza kula bata, unajua maisha ya kifalme. Sasa huku binti analalamika na njaa, anawaambia wamwandalie chakula lakini hakuna anayojali, wenyewe ni kula tu na kufurahia. Tena wanafoka, "Usitupelekeshe." Binti ikabidi tu aingie jikoni mwenyewe aanze kukata vitunguu. Ikafika wakati mpaka anajikata na visu, lakini hawajali, wanamwangalia tu. Binti ni mawazo, lakini mshikaji akawa anahisi kitu. I see, cheki, hadi wakaanza kumletea manguo afue, tena hadi nguo zao, tena wanamlazimisha afua. Nakwambia tu wana roho mbaya. Wana roho mbaya na hawezi kubadilika. Watu, sijui. Sema tu Mungu ni Mungu. Ndio maana kutumba sisi. Wengine tuna hasira tungepiga hata moto. Sasa siku moja, huyo binti akawa amekusudia kumwagia maji ya moto. Bahati mbaya alivyomwaga. Tena hizo bahati mbaya ni bahati nzuri. Alijimwagia mwenyewe na akaungua. Jamani msaada nimeungua. Akaja pale akasaidiwa. Wakati anasaidiwa jamaa kwanza akaamua atoe mali yake kwanza kiutaratibu, amwache kwanza ungulie, afu baadaye akamfuata. Haya twende bana. Siku moja bana, wakiwa wamekaa, huyu mama akaja na dawa. Amekuja na dawa, anamwambia binti, "Chukua hapa dawa utumie." Huyu binti akasemaje, "Daktari ameniambia kwamba niko vizuri, sitakiwi kutumia dawa." Mama akamwambia, "Wewe hii dawa ukinywa, wewe ni unazaa mara ya kwanza, utazaa vizuri ni hivi kitu kitaachia." Sasa mshawishi binti bana. Binti naye hataki kupata shida wakati wa kuzaa. Unajua masuala ya uchungu ukiyasikia wewe. Ikabidi akubali tu. Akashawishika pale, akatolewa kama mfimbo kake, akapewa dawa. Binti wa watu bila kujua bana, si akatia ya kwanza. Mama anamwambia,
ongeza, malizia kabisa. Akamaliza yote. Baada ya kunywa, mama kuepusha ushahidi, akachukua na glasi yake akaondoka. Binti alivyobaki, tumbo lilimsumbua binti, watu akadondoka chini. Mama akaja, akaanza kupiga yeye tena ya kinafiki, yani kama ajui kinachoendelea. Huyu mama sijini muite mama nani huyu. Baada ya pale wakamchukua akampeleka hospitali. Lakini kaka mtu alikuwa anaonekana kujali sana, tena anatoka na machozi juu ya tatizo analolipata dada yake. Baada ya siku moja, hawezi kuamini ile binti pressure akawaza kwamba eti amelala na mtoto wa mfalme, amemkula, eti anasingizia kwamba amelewa sijui nini pale. Hawezi kuamini kumbe alikuwa ni mawazo tu na alikuwa anamwangalia, kisha akaondoka. Kumbe akaamua kusaidia kufanya vile juu ya mawazo yake. Akaamua kumtia kitu kwenye kinywaji ili afanyeje? Alewe. Lakini hawezi kuamini mama Kijacho akamkutuliza. Tena alikuwa anatembea haraka. Akamwambia ulikuwa unafanya nini? Yaani ulikuwa unafanya nini? Nimeona unatia kitu kwenye chupa, lakini pia kuna kitu umeficha kwenye hiyo sehemu yako ya kwenye maziwa. Umeonaje? Yani akawaza, akaanza kumwambia kwani unaona? Akaambia ninaona. Baba mtu alivyosikia naye akaja pale. Mama mtu naye akaja akaambiwa, kwa nini umevaa dhahabu yangu? Umevaa dhahabu yangu? Yani wakashangaa, anaona huyu kweli? Princess ndo anakuja. Anaona. Kwa nini mnafikiri na aoni? Ikawa ni msala humu ndani. Kila mtu aamini macho yake. Yani navyoambiaje? Humu ndani kila kitu kinachoendelea, yani ilikuwa ni maigizo. Hawezi kuamini toka siku ile binti alipodondoka sijui pale, mambo yote yanayotokea humu ndani ya nyumba, yani ilikuwa ni mipangilio imepangwa na anaona vizuri. Wakaambiwa wakaanza kushangaa huko anatetemeka. Akaambia tunawafuatilia vizuri, tena tunawaangalia nyewe wawili, yani ni hivi. Na humu ndani kuna makamera, kuna CCTV kamera, mnafikiri kwamba sisi ni wajinga. Nimekaa nikiwafuatilia nikiona kama mioyo yenu itabadilika. Yani tena hata msiongee kabisa. Nilikuwa ninawahurumia ili kuwapa nafasi kama ndugu, lakini hamjathamini chochote. Nyinyi ni wanyama, nyinyi ni wabaya. Baba mtu anasikiliza hapo. Yani anasikiliza plan ya vijana walivyopangilia, akasema hao ndo wanafaa kuwa mafalme na maqueen. Yani hao ndo watu. Wakazungumza pale wakawachana. Binti hana tena la kulemba. Yani hii kwa nafasi hii, yani siwataki tena. Kila mtu akawa anaangalia. Yani ndo ugali siji nyama ya kuku sasa hivi hatuli tena. Baba mtu akasema sasa kuanzia leo siwaoni walinzi. Yani ni walinzi waje wawachukue, wawatoe. Yani hawataki kuonekana humu. Walinzi bana wakaja wakawachukua, wakatoa watu nje. Yani ni watu mtoke. Hakuna kuremba. Hakuna kula kuku tena. Yani unanyang'anywa tonge mdomoni ndo unaambiwa. Kijana akawa amebaki na mawazo na stress, anaoza na yeye atenda nyumbani. Mtu akaja akamkumbatia pale akamshukuru sana, akamwambia no, umekuwa msaada kwangu. Umenitetea kuanzia mwanzo. Japokuwa dada yako na mama yako hawajai kunipenda, lakini wewe ndo umekuwa mtu wa kwanza kunisaidia. Pasipoe hamna kitu chochote. Unaona bwana? Akamkumbatia akamshukuru. Na mwamba ndo akabaki yeye mwenyewe kuendelea kula kuku kwenye mjengo huu pamoja na mdogo wake aisee. Huu ndo mwisho wa story yetu. Wewe umejifunza nini kupitia story hii bana? Umejifunza nini? Dondosha comment hapo, dondosha maneno hapo. Na hata kama una tusi lolote la kunitukana mzee, wewe nitukane tu, mimi hapo nitaenjoy mwanangu. Si unaelewa Usiache kusubscribe Donta New. Hii ndio burudani kwa ajili yako aisee. Subscribe kijiji kizidi kuongezeka. Check down.